lesser politicians. Na dunia hii kila mtu atakuwa mzee siku yake ikifika. Every day you are growing old. Vile wengine wanasema kwamba Mheshimiwa Wetangula na Musalia ni wazee, hatukatai hawa ni wazee. Miaka ikifika 60 and above, you are no longer a young man. Na hiyo vitu yote ilipangwa na Mwenyezi Mungu. Na wale ambao wanasema Mheshimiwa Speaker ni mzee, wakimudharau, mimi kutoka Bungoma, I want to confirm that Speaker Moses Wetangula is not seeking to be the governor of Trans Nzoia. He's not. Na one thing that I've learned in this country, yenye nimejifundisha, hata wewe ukishikilia nafasi gani, usijaribu kumtisha mwanaume mwenzako. Hata wale wako hapa, you should not threaten your fellow men. Sababu hakuna mwanaume ambaye anawachanga akili nyumbani mwingine akutembea nayo. Hakuna. Hakuna. Let me tell you. Ukiona mtu amekaa kwa siasa, huyu Moses Wetangula huyu akikuwa mbunge, mimi nilikuwa shule. Ukiona mtu amekaa kwa siasa, unasema yeye ni mzee, he is still relevant. That is not somebody that you underrate. Na mimi hata niwaambie watu ya Trans Nzoia, mimi pia niko kama ule gavana yenu. Mimi nafikiria wakati Mheshimiwa Wetangula na Musalia watastaafu kwa siasa, hata mimi nataka niingie kwa hiyo nafasi. Sasa gavana yenu ndio kidogo anaenda haraka haraka, anataka apite mbele, lakini mwambie apange laini nyuma yangu. Apange laini nyuma yangu. You know, I want to be a wise man. A wise man will escort his or her seniors so that they can go forward. Then you stand on their shoulders so that they can be able to see beyond where they saw at that time. That is how it's called. You know. Na nyinyi mutulie kabisa, muende pole pole. Siasa ndio karibu inaanza. Mimi sitaki kuongea kuzidi hapo. Wafula Chebukati, mimi nakuombea. You've made very important decisions for our country. 2 times. Mara ya kwanza, baada ya kura ya Rais Uhuru Kenyatta, when it was nullified, wale viongozi ambao walikuwa wa upinzani, hata Mheshimiwa Wetangula huyu wakikuwa baadhi ya wale, walikuwa wanaomba kwamba Wafula Chebukati ajiuzuru kama chairman wa IEBC, ndio kura isirudiwe. Inji yote ikangojea pale. Wafula Chebukati akasimama imara, akasukuma akaenda mbele. And the latest that he made, and we are all his beneficiary. In fact, kabla Wafula Chebukati akufe, aliniambia baada ya kura ya 2022, aliniambia Papa Didmas, wakati nilikuwa natoa uamuzi, yuko wenzako wabunge walinipiga. Mmoja akampiga fimbo ya Masai, na ikanikonfirm kwamba Wafula Chebukati ameenda kama aliwasamea wale wote ambao walimpiga wakati ya Bomas wakati hiyo. So kwa niaba ya watu ya jamii ya sehemu hii pia tunasema wale waliopiga Mzee Chebukati marungu ya Kimasai na mateke, tumewasamea. Mambo ya Mungu haijulikani. Mungu awabariki sana.